Shikamoo mama. Marhaba. Nitaka kuja huko mwanangu chumbani. Tunafanyaje? Mami naona ni bora niende hospitali mapema kabla mtu yote hajafika kule. Naweza nikamwona mama. Sawa kabisa, mimi mwenyewe nilikuwa na wazo hilo. Sawa mama. Basi sawa mwanangu, nenda. Nakuombea. Amen. Sawa. Mambo yatakaa sawa. Amen. Haya. Nakuja. Odi. Karibu. Vipi kwema? Ndugu yangu. Sio salama sana ndugu yangu. Yaani nataka kugongea. Sasa nikaona ni usiku sana, nikaona nikuache. Ni sawa, kwa nini? Ni kuhusu Frank ndugu yangu. Frank amefanya nini? Bili. Jana kwa balaa. Tena balaa sana. Jana Frank bana amerudi amelewa. Na anaonesha kabisa alikuwa amekasirika sana. Kwa mimi akaniita. Tukaingia zetu ndani. Kaingia ndani, akachukua nguo zake na kila kitu chake muhimu, akaniambia nimsaidie, nikamsaidia. Akaondoka. Ameondoka? Kaondoka. Karibu. Ana. Umeongea na Frank? Hapana. Kwa nini? Yaani amenitumia message kali mpaka naogopa. Yeye yuko wapi? Hayupo. Message imejaa vitisho kabisa. Mama, vitisho? Unamaanisha nini? Atakuwa ameumia sana. Ametuchukia sana baada ya kujua kwamba Tony amesaini mkataba. Kiangu. Kumekucha, uende hospitali? Niliongea na Davis. Yapite saizi asubuhi. Mimi nitaenda baadaye. Maana niliongea na daktari akasema leo asubuhi hamna mtu ataruhusiwa kumuona mgonjwa. Nikasema mimi nitapumzika tu, yaende saizi. Hapo sawa. Mimi nilijua umejisahau maskini. Nawezaje mume wangu? Hata usingizi wenyewe napata kwa shida na mawazo saa zote. Kweli. Nakuelewa. ICU si eneo la mchezo. Yaani mtu huwezi ukawa na amani na kupata usingizi kama mtu yuko ICU. Pole sana. Asante mume wangu. Na asante sana kwa kujali, umanifariji. Usijali. Pumzika basi. Haya. Mkubwa. Frank ameondoka na hasira sana. Yaani ndugu yangu, yaani tena wewe ndo anakuchukia vibaya sasa nakwambia. Anakuchukia. Frank anaondoka, anaongea na mimi huko anatoa machozi. Yaani Frank unemjua mimi anaongea na mimi huko machozi anamtoka analia Frank. Ni swala Tony, mimi nimeshajua. Amekasirika yule. Amekasirika sana. Yaani anavyosema kwamba nyinyi hamjamthamini yeye. Mmeenda kumthamini Tony. Mmeenda kwenye kampuni yenu. Akakasirika sana bwana Frank. Mkubwa. Juma, lakini alikuwa hajui kama Tony amesaini mkataba. Bili anajua, tena anajua vizuri kabisa. Ila sijui alimwambia nani. Ila ndugu yangu, hilo jambo limemuumiza. Anaumia na ana kisasi kikali. Ana kisasi kikali. Kisasi? Tena sio kidogo. Kile kisasi kikali, yani kile kabisa, kile cha nilio cha Jumong. Yani Frank analia, mkubwa anatoa machozi. Anaogopa mkubwa sana. Ni nani atakuwa amemwambia kwamba Tony amesha sign? Mbona alikuwa hajui chochote? Anajua kila kitu. Na amechukia mno. Mpaka anatuma message ya vitisho. Mama, Frank, unamjua mahasira yake. Atarudi tu atakuwa sawa. Ana this time amechukia so much, amesema kama tunataka kumuona tena Tony asikanyage kwenye nchi wala asifanye kazi na Prof. That's how mad he is. Mama, usijali. Lazima Frank kuna vitu alikuwa anavifuatilia. Alikuwa anavitaka. Na sasa kaona upenyo wa kuvipata hana.
Ndio maana yuko jinsi alivyo. Hivi seriously Anna, Tony ana umuhimu zaidi kuliko Frank kwenye taasisi? Yep. Yaani hiyo nakwambia ukweli kabisa mama. Umuhimu anao zaidi ya Frank. Mama Be. Kijana wako hapo unaponiona, mimi nahisi kuchanganyikiwa. Yaani hapa kichwa kinaenda hivyo, mazenzo. Kivipi tena? Ana. Ana. Siku ya jana Ana kanisumbua sana mama. Na kanieleza vitu vingi mno. Na katika hivyo vitu vingi ambavyo amenieleza, nikwambie tu, ndani yake hapo amelia sana. Kalia mno, nakwambia. Mara mimi nataka kumwacha, mara sijui watu wamwachilie na mkosi. Yaani unajua ilifika hapo mpaka nikawa naogopa. Yaani niliogopa sana kwa maana ya sana. Sasa kwani aongee vitu vizito namna hiyo? Yaani mimi mama nataka ukweli sielewi, yani kanichanganya sana. Juma, Yochoki Frank ana muda mrefu sana. Hata kabla tujajua kama Tony anaingia kwenye taasisi yetu. Mimi cha kukwambia tu ndugu yangu Bili, kwa sababu ndio tajiri yangu ndio rafiki yangu. Kuwa makini sana ndugu yangu. Yule Frank yani anaonesha tena kukuchukia zaidi wewe. Bora wengine lakini wewe Frank anakuchukia. Mimi lazima nichukie kwa sababu mimi sijawahi kupenda anachokifanya. Na wala sijawahi kuwa upande wake kwa namna yote ile. Lakini huyu Frank mbona ana hasira sana yule? Yaani unajue ni kama hamjazaliwa kwenye familia moja. Yaani ana shida gani yule kaka? Juma, ogopa sana kitu tamaa. Na yule jamaa tamaa itamponza. Kweli. Wacha nijiandae nikaongea na baba. Sawa basi mkubwa. Kwa hiyo mkubwa. Nini? Usiniokote kidogo. Kwa chuma sawa. Mnamwamini vipi huyo Tony? Well, Tony hatujui, yeah? Lakini pia hajui chimbuko la mambo yote haya yanaendelea nyuma ya pazia. Na ndio maana baba ameamua kumwamini kabisa yeye. Are you sure Anna? Kwa sababu kama mtu anaweza kumsaliti rafiki yake kwenye mapenzi, how do you know hawezi kuwasaliti kwenye kampuni hiyo? Come on mother. Love, it's love. Watu wanasalitiana, watu they do crazy stuff. Lakini ikija swala la kazi, kazi inabaki kuwa kazi. Na isitoshe Tony, he's smart na anajua anachokifanya. Na kitu kingine kama ulikuwa ujui, Tony na Maria wameanza mahusiano, wamejuana kipindi hicho. Frank hata amjui Maria. You know what Anna? Frank sio mtu mzuri. Ni binafsi mno. Anaweza kufanya kitu chochote kile at any time. That's my biggest fear. Mama najua. Na kinachomwangusha yule kakaangu ni tamaa ya mali. Na baba analijua hilo. Ndio maana kamweka kwenye huu mtihani. Kuna kitu anamfundisha. Kwa mama usiwe na wasiwasi. Frank huko aliko yakimshinda, maisha yakishamchachia, atarudi nyumbani, njia anaijua. Ma, naomba kuongea na wewe mara moja kuhusu mambo yangu mwenyewe. Nini tena? Please. Have a seat. Please. Yeye anavyosema kuna ndoto kaziota. Ndoto ambazo mwenyewe anasema akiziota mahusiano yake lazima yavunjike. Sasa jamani, hebu tuongeeni ukweli. Mimi hapo nahusikaje? Sina ninachokijua chochote mama. Mahusiano baba yana mambo mengi sana. Hata sijui mimi niseme nini yani, sijui. Yaani amelia. Kanisumbua. Namwacha. Unaniacha. Mimi nakuachaje? Ilipofika hatua nimemchukua nikamfikisha hadi kwao. Papa. Nikasema Mungu nashukuru. Kwa sababu kaniogopesha vya kutosha. Sasa hivi uko alipo hata sijui kamkaje kiukweli. Jamcheki asubuhi? Nimcheke na mbele ameota mimi namvunja kichwa. Sasa hapana. Yaani nimeogopa yani hapana. Kiukweli naogopa yani. Hapana. Yalotokea jana yale yaani unajua alitoa mood. Kwa hiyo ni sio muongo. Bado ninauoga.
unalala mpaka saa hizi kweli wakati unajua kabisa Eva hayupo? Una aibu. Kwa nini lakini? Sasa mama, ndio uamshaji gani huu? Ukiniua hapa kufa. Kwani kuna mtu ambaye anakufa kabla siku zake hazijafika? Siku zako zitakuwa zimefika dada Sawa? Alafu hata ukifa una faida gani kwanza? Eti alafu mwanamke. Yaani wewe mwanamke kweli wewe? Haya, hebu niambie. Frank kakwaga anaenda wapi? Baba, Frank ameondoka. Najua. Unajua? Kabisa. Alikuja chumbani kwangu akagonga sana mlangoni. Na alisema maneno mengi sana akiwa na hasira na alikuwa amelewa. Sijui hata Frank anataka nini. Tena tumemwahi. Kwa maneno aliyokuwa anaongea, alikuwa anatarajia makubwa sana kutoka kwangu. Ameyakosa. Sasa baba, msubiri atulie. Akitulia, mtafute muda mkae, muongee kirefu. Yaani naona kuna vitu viko sawa. Umeelewa? Hiyo msemeni sikupinge, ni kweli kabisa. Right. Vipi? Unajua ushaenda hospitali? Nilikuwa niende asubuhi hii, lakini nikampigia simu daktari. Akasema hata nikienda asubuhi siwezi kumuona. So nimeamua tu niende mchana. Okay. Basi tutaenda wote mchana. Ya, sawa, hiyo ni sawa. Unasemaje? Abe. Vipi chai? Sasa hivi naweka mezani. Sawa. Sasa Davis, hebu tuzungumze mambo mengine hapa wakati mama Semeni atuandalie chai. Tutete. mama, nataka tuzungumze hili swala kwa utulivu sana. Kila kitu utaongea na babako. Mimi sina cha kukujibu. Mama, hilo swala la wewe na baba nimewachia tu wenyewe. Yaani siku mtakapojisikia kusema mtasema. Ninachotaka tuzungumze ni kuhusu mimi. Wewe umefanya nini tena? Umefanya nini? Mama, inawezekana ni kweli mimi Ana nina mkosi, si ndio? Ma, nataka kujua nina nini mimi, yani nina nini? Nataka majibu. Ukiwa unamaanisha nini? Namaanisha kila kitu changu mimi hakiendi. Yaani kila ninachokifanya, kila ninachogusa hakiendi. Lakini hasa linapokuja swala la mapenzi, mama. Ma, come on. Nina nini mimi? Nataka kujua. Nahitaji majibu. Baba, unajua Frank anaweza kuleta kisasi ndani. Ajaribu aone. Kumpoteza mmoja sio ni shida kwa wako wengine. Baba, hata yeye anaweza kunipoteza mimi akipata nafasi. Unajua hilo? Baba, mimi nadhani hasira tu. Hatuwezi kufika mbali kote huko. Bill, haujui vitu vingi sana. Mpaka nimeamua mimi kujitengeza kipofu, nafikiri ni bure. Nimemtaja tu huyo Frank kwa sababu ni mtu mwenye kiu ya kuwa kama mimi. Tena ni kwa muda mrefu. Ila na mimi kumpoteza haishindikani kabisa. Shida Franki, tamaa zimezidi utu. Frank anataka utajiri wa haraka bila kufanya kazi. Haiwezekani. Mama, kiukweli mimi sijui chochote kuhusu Frank. Naira, unajua
Yaani ninajua unajua na uhakika 100%. Tena unajua mpango wake mzima. Mama, mimi basi niamini. Mimi sina ninachokijua kuhusu Frankie. Yaani wewe hapa saizi ndo unanipa taarifa kwamba Frankie ameondoka. Sijui chochote. Na ila hatari inazidi. Yaani ni bora tu niambie ukweli. Kwa sababu unajua Frankie kaondoka akiwa na mpango gani? Alichokuambia ni bora uniambie. Na mimi nitakuwa msiri kabisa. Yaani wala hutasikia mahali popote. Kwa sababu namjua vizuri sana Frankie. Lazima atakuwa kuna jambo kapanga kufanya. Mama, mimi sina ninachokijua, lakini mbona unielewi? Mgonjwa wako kwa ICU. Kwa sasa haruhusiwi mtu kwenda kumuona. Ila kuna majina mawili yameandikwa. Wataruhusiwa baadaye kwenda kumuona. Hawezi kuruhusiwa kwenda kwa sasa. Na samahani, Nesi, umejaribu kuulizia hali yake ikoje sasa hivi, anaendeleaje? Au labda umemuona? Yaani kwa hizo taarifa sahihi, nenda kwa daktari yake, umuulize. Mimi siwezi kujibu chochote hapo na siwezi kujua chochote. Kwa hivyo. Asema nyinyi enzi zenu nyile ni sawa. Wewe? Pepe. Unaenda hospitali? Niliongea na daktari asubuhi, akaniambia ningeenda asubuhi nisingemuona mgonjwa. So nimepanga tutaenda tu mchana. Twende action. Niangalia tabiriani shoga yangu. Ungeangalia basi hata YouTube. Ningekuletea simu yangu. Action. Karibu sana rafiki yangu Rebeka. Asante sana rafiki yangu Jennifer. Wazima hapa? Sisi hatujambo, sijui nyie huko nyumbani. Sisi pia hatujambo, wazima kabisa. Mamangu anakusalimia sana, tena sana. Mwambie asante na msalimia pia. Sawa Jennifer, ila mamangu ametokea sana kukupenda. Yaani anakupenda kuliko chochote. Yaani kuliko hata mimi mwanae mwenyewe. Sijui kwa nini eti. Asante, unajua mama zetu tena. Ndio mama zetu ametuzaa, tufanyeje sasa? Au kuna kitu namkwaza mama ndio maana mapenzi yote anahamishia kwangu? Hapana, simkwazi chochote rafiki yangu. Yeye mamangu katokea tu kupenda wewe kwa sababu sauti yako wewe, kwa sababu Poa, siwaza ni mamangu katokea kupenda wewe kwa sababu sauti, kwa sababu wewe ni mzuri na una roho nzuri. Twende tu. Mamangu katokea kukupenda wewe kwa sababu wewe ni mzuri, una moyo mzuri, una moyo safi sana. Asante. Vipi, umetoka huko nyumbani ushafanya kazi? Maana kavivu vivu kweli ya? Jennifer jamani, unaona mimi mvivu? Mimi sio mvivu, nimefanya kila kitu. Ndio maana nikaja hapa. Vipi rafiki yangu? Unajua una moyo mzuri sana. Na nikwambie kitu. Yule shemeji yako mwenyewe. Twende basi, yule shemeji yako, relax usiongea haraka haraka. Ana moyo mzuri, hata hivyo nimependa IQ yake ya kuongea haraka haraka hivyo hivyo. Safi, action. Alafu nikwambie kitu rafiki yangu, yule shemeji yako ana moyo mzuri sana. Lakini kuna huyo mtu mwingine huyo, sijui ndo dadako eti. Yaani yule ndo kiboko. Yaani ukisikia kiboko, yule kiboko. Ni mkorofi. Ni mkorofi asu. Sijui hata unaishi naye vipi hapa. Vipi? Ulikutana naye? Kuna siku nilikutana naye, nilikuwa nataka kuja hapa. Si nikaja bwana. Nisikutane naye kwenye geti. Kwanza aliponinyoshia hicho kidole, nilitoka nduki balaa, miguu nisaidie. Yaani karibia hata ningeacha ndala. Huyo ndo msomi bwana. Unacheza msomi nini? Kweli huyo ndo msomi. Kwanza yuko wapi?
Kaenda wapi msomi wako? Kama kawaida yake, yuko zake chuo. Kaenda chuo. Kwa hiyo arudi sasa hivi. Yule kawaida yake, si unajua muda wake, yule anaweza karudi hata saa 6 saa ngapi? Yaani muda wake wanajiamlia mwenyewe. We, usije ukanidanganya akanikuta hapa shoga yangu. Maana yule alivyokuanza alivyomkubwa, akiniweka kwenye kwapa, nimetoshea mle. Na nimekata moto, sitaki hata aje nikute hapa. Ninamuogopa, yaani unajua ninamuogopa. Namuogopa sana. Haya bwana, umenifurahisha sana rafiki yangu. Maana nilikuwa nimekaa huko ndani yaani nilikuwa sina hata kuongea naye, bora tu umekuja. Yaani kweli ndio maana mimi napenda kuja hapa. Ila mimi napenda kukufuata wewe, ila hilo bandidu lako hilo msomi. Mimi naliogopa. Hapana. Hata simuogope. Yeye ni mwanadamu tu. Hapana. Sema cha msingi. Sijui nikwambie rafiki yangu. Ila usijali. Maana tumeanza story tu, sijakuuliza unakunywa kinywaji gani. Nikuletee nini rafiki yangu? Niletee juice. Juice leo sijatengeneza. Kuna maji tu. Shoga yangu, maji tena. Mimi nimetoka kwa mama huko nimekunywa maji. Alafu hapa tena nje kunywa maji. Nisitaki maji. Wewe mwambie nikuletee nini shoga yangu? Mwambie niletee juisi. Mimi sijatengeneza, labda nikuandalia sasa hivi. Yaani ilikuwa kuna maana kumwambia nikuletee nini? Sababu amechagua kitu anachokitaka, afu nyumba nzuri. Unaweza kumtengenezea. Mwishoni ana lake la kuchagua anachotaka. Mwishoni twende. Tunakumbuka Rebecca. Tunakumbuka twende action. Shoga yangu niletee juice. Twende muulize hapo nikuletee nini shoga. Muulize kwanza anza. Mpe kiwewe twende action. Nikuletee nini rafiki yangu? Niletee juice rafiki yangu. Juice sijatengeneza, ila labda nikuandalie kwa ajili yako. Sawa. Ila kama juice hujatengeneza, hata msosi hamna. Ugali hivi, dagaa, kimlenda hivi, hamna. Muda huu sisi tushakula zamani mpaka tumeshaosha na vyombo. Bana kwa ajili yangu unitengenezee ugali mlenda au tuachane na hivyo. Kwa mama nakula, nitengenezee biriani. Pause. Hapo uliposema nitengenezee biriani au huwezi shoga yangu? Katengeneza unachojua hapo ndio mmalize. Twende standby hapo action. Ni labda ugali na dagaa nakula kwa mama shoga yangu. Nikanitengenezee biriani. Shoga yangu, sio kwa kukaa kimya huko. Huwezi shoga. Hatari, hata uyawezi wewe. Hajakufundisha bandidu tu mama hivyo. Simuingilie maneno. Nimsubiria malize. Subiria malize. Unajua hizo kwenye kugonga. Yaani akiongea mwache angoe malize. Piga hizo mwanangu. Yes. Stand by after shorty action. Kanitengenezea biriani. Shoga yangu, awe tilo biriani huwezi kutengeneza. Hatari! Au bandudu wako hajakufundisha jinsi ya kupika biriani. Twende hapo. Rudia. Au bandudu wako hajakufundisha jinsi ya kupika biriani. Basi soma hata YouTube. Shoga yangu. Au bandudu wako hajakufundisha jinsi ya kupika biriani. Basi kama hajakufundisha, ungesoma basi hata YouTube. Huwezi. Ana muda. Ache kusoma akawa anakufundisha kupika biriani. Anaumwa au? Basi tuachane na hayo. Yeye haumu. Vipi kuhusu wewe kufuatilia YouTube? Huwezi. Simu yenyewe ninao shoga yangu. Na kiswaswadu tu kimo ndani. Pole. Itabidi kuletea. Sauti juu, relax sawa. Okay, stand by. Rolling. Action. Karibu sana rafiki yangu Rebecca. Asante sana rafiki yangu Jennifer. Nisha karibia. Vipi hapa mnaendeleaje? Sisi hatujambo. Sijui nyie huko nyumbani. Sisi pia hatujambo. Mamangu anakusalimia sana. Mwambie namsalimia pia. Sawa, nitamwambia, ila mamangu anakupenda sana Jennifer. Yaani anakupenda kuliko chochote. Yaani kuliko hata mimi mwanae mwenyewe. Asante. Si unajua mama zetu tena. Weka korofi ndio maana. Kavivu. Yaani unaponiona mimi ni mvivu rafiki yangu. Mimi sina tu vivu wote. Ni kwa nini mamangu anakupenda sana? Au kwa sababu una moyo mzuri? Asante. Vipi hapa? Ajambo shemeji. Sorry kati. Twende after short action. Shemeji yako mzima? Shemeji yangu ajambo. Ila rafiki yangu,
shemeji yako ni ana moyo safi, moyo mzuri sana. Nilikuwa tu yule nani dada yako yule dada yako ana moyo bandidu, unajua ni bandidu? Hapana. Ninamuogopa. Kwa nini unamuita bandidu? Alikufanya nini tena? Acha nikwambie kitu. Kuna siku hapa nilitaka kuja hapa. Nikaja nikafika getini, nikakutana naye. Akaninyoshia kidole. Unaenda wapi? Si unajua na alikuwa nipendi. Nikachoka nduki. Unajua nduki? Miguu niachie. Sipati picha na ulivyokaa fupi hivyo. Yaani kama vile uliniona nilipokuwa nakimbia. Kaenda wapi kwanza? Kama kawaida yake, kwa zake chuo. Anarudi saa ngapi? Usi saa 6 hivi anakuwa amerudi. We, usije ukanidanganya. Mara akarudi hapa akanikuta ni kwenye kwapa nawekwa. Akiniweka tu kwenye kwapa na alipo mnene mimi nimekula kwangu. Hata usimuogope. Mimi hapana, yule namuogopa sana. Namuogopa sana dada yako. Ni mkorofi kuliko chochote. Ndio maana mimi namuogopa. Yule pale direct. Kuna kitu kasahau. Ya kwamba shemeji yako anakupenda hapa leo. Sawa. Uzungumze. Kwenye shoga yangu, unajua mamangu amekupenda wewe, ni mkarimu. Alafu kitu kikubwa ambacho mpaka shemeji yako amekufanya uje hapa ni kwa sababu ya ukarimu wako, uko vizuri. Yes. Unaelewa eh? Twende after shot. Twende shemeji yako, twende action. Shemeji yako anakupenda sana kwa sababu una roho ya ukarimu sana, una moyo mzuri sana. Ndio maana akapenda uje ufanye kazi yako. Asante. Mimi hapa naishi kama nyumbani. Tunajua tena. Na unaishi kama nyumbani hapa? Na huyo msomi wako alipomkorofi? Mimi hapana. Mimi nisingeweza. Mbona ana ukorofi wote? Hapana. Yule ni mkorofi sana. Unakunywa kinywaji gani? Nakunywa juice. Juice sijatengeneza, lakini labda nikakuandalia kwa ajili yako. Asante. Acha na juice. Vipi kuhusu labda ugali hivi? Nenda dagaa hivi pati. Unapopenda kula na wewe. Nani asiyopenda kula? Wewe mwenyewe unapenda kula, ndio maana umemaliza msosi. Sasa hivi tumeshamaliza kula. Basi hata kwa ajili yangu wewe ukaniandalia. Nataka uniandalie lakini biriani. Sasa umecheka. Umecheka kikubwa hivi kwamba huwezi kuandaa biriani. Shoga yangu. Kwamba hujui kupika biriani. Acha huyo dadako bandidu aje kufundisha. Hapana. Ana muda. Acha kusoma, akae jikoni anakufundisha. Yeye mwenyewe sio hata kupika, sidhani kama anajua. Maana toka nimekuja hapa sije kumuona anaingia jikoni. Basi sawa. Kama yeye hajakufundisha, hata ukiingia YouTube uwezi. Ukaenda ukaangalia mule wanapopika pika biriani sio tojo safi na chini. YouTube. Na kisoswadi. Shoga, na hicho kisoswadi. Au ningekuletea simu yangu je uangalie ungeniazima. Uje uangalie. Kwani sina wifi? Ungeniazima simu yangu. Twende kurudia hapo. Kwani siku na wifi? Unafanya hiyo. Kwani siku na wifi mwambie ipo. Twende. Ndugu yangu. Kwani siku na wifi? Sawa. Basi uje uniazime simu yangu mimi nakuletea unaangalia.